Nimetumia siku 7 nikifanya uchunguzi wa kina kujaribu kuangalia kati ya wali na ugali kipi ni chakula bora kwa aina fulani ya watu. Aisee, sikia nikwambie, kama unategemea kula wali au ugali hivi karibuni, aisee, video hii inakuhusu, ambapo nimekuchambulia vipengele zaidi ya 13 nikikuonyesha kwa uwazi kabisa kwa watu fulani na kwa watu hao, aisee, wali au ugali ni bora kuliko huu au huu. Na sitotumia siku 7 zote nilizojifunza kukuelezea, hapana. Ndani ya dakika 12 tu nitakuelezea kila kitu na siri zote na mambo yote niliyogundua katika uchunguzi huu. Sasa vipengele hivi nimevipanga kwa namna hii hapa. Kila nitakapokuwa ninazidi kupanda kutoka cha kwanza, cha pili, cha tatu, ndipo nitakapokuwa ninazidi kuongeza umuhimu na hatari. Na maanisha hivi, ni heri ukose cha kwanza, cha pili na cha tatu kuliko hivyo ambavyo vinazidi kuongezeka juu. Aisee, kama ni mgeni hapa, anaitwa Dr. Daniel, ni daktari mwenye leseni na nilithibitishwa na kuidhinishwa na Baraza la Madaktari Tanzania. Lakini pia ni daktari mwenye ujuzi wa masuala ya lishe, chakula na mapishi kutoka katika chuo cha Harvard Marekani. Tuanze cha kwanza kwenye kumeng'enya kati ya wali na ugali. Kipi ambacho kinameng'enywa vizuri, mwili hauhangaiki? Hapa mshindi ni wali. Hebu angalia hapa. Wali ni mrahisi kumeng'enya kiasi kwamba unapofika tumboni ndani ya lisali moja, la pili au la tatu, wali umeshameng'enywa na umeshatoka tumboni kabisa. Tunapoingia upande wa pili wa ugali, mambo yako tofauti kidogo. Ugali kidogo ni mgumu kidogo kumeng'enya, maana pia bondi zake ni ngumu kidogo kuweza kuzivunja. Huwa mpaka masaa 2, 3 mpaka 4 kuweza kumeng'enywa. Na kwa nini hii ni muhimu? Hii ni muhimu hasa kwa wagonjwa wale wenye changamoto za tumbo na vidonda vya tumbo ambavyo vinawasumbua mara kwa mara. Aisee, vyakula vyote ambavyo ni vigumu kumeng'enya vinaweza visiwe rafiki sana. Na mimi mara nyingi huwa nashangaaga wale wagonjwa wenye changamoto ya vidonda vya tumbo ambao wanapenda nyama. Umeng'enyaji wa nyama ni mgumu kweli kiasi kwamba hata vile vidonda kama vile mule ndani vinazidi kutoneshwa, maana umeng'enyaji wake unaweza ukachukua masaa 5 mpaka masaa 12 kumeng'enya tu nyama moja. Ninachomaanisha ni hivi, kama una changamoto za tumbo sana, angalau pendelea wali sana kuliko ugali. Hapo wali unaongoza 1-0. Kipengele cha pili, nguvu. Kila chakula unachokula kinakupatia nguvu kiasi fulani ambazo zinaweza kufanya uweze kufanya shughuli zako. Ninapokula robo kilo ya wali, kiwango cha nguvu ninachokipata ni 325 calories. Hasa hebu nisikilize kwa makini. Wakati upande wa pili wa ugali ninapata kiwango cha nguvu kwa robo kilo hiyo 500 calories. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama unataka upunguze uzito, wali unaweza ukawa ni option nzuri kwako zaidi kuliko ugali, si ndio? Maana ugali unakujazia nguvu nyingi. Lakini hebu sikia, kama unafanya kazi za nguvu, za shughuli za harakati, ugali unaweza ukawa ni mzuri zaidi, maana unakupatia nguvu nyingi zaidi kuliko wali. Hapa tumpe nani ushindi? Tumpatie wali ushindi, kwa sababu watu wengi siku hizo wanapambana na kupunguza uzito na kula mara kwa mara. Kwa ukipata chakula ambacho kinakupatia nguvu kidogo alafu unashiba, ni chakula kizuri sana. Sasa tunapozungumzia masuala ya kula ya siku hizi, tunakuja katika kipengele cha 3 cha mafuta. Watu wengi siku hizi tumekuwa tunakula mafuta sana. Kwa hiyo kati ya wali na ugali, tukipata chakula ambacho kina mafuta kidogo ndio mshindi. Sasa hii iko wazi kabisa. Ninapopika wali natumia mafuta, lakini ninapopika ugali situmii mafuta. Nitakapokuwa napika wali robo, kiwango cha mafuta nitakachokitumia katika kupika wali ule ni mils 10 mpaka mils 25. Kutegemea na mtu na upendaji wake wa mafuta. Lakini ninapopika ugali natumia mafuta kiasi gani? Situmii mafuta. Kwa hiyo ugali inapunguza mafuta mwilini zaidi, wali unaongeza. Tunampa hapa ushindi nani? Ugali. Tuje kipengele cha 4, chumvi. Aisee, magonjwa mengi ambayo siku hizi yapo, pressure, magonjwa ya moyo, magonjwa ya stroke, changamoto kubwa ni chumvi. Kwa hiyo katika vyakula hivi viwili, chakula kipi kina chumvi kidogo? Nitakapokuwa napika wali robo, nitatumia miligram za chumvi 1000 mpaka 2000. Lakini nitakapokuwa napika ugali situmii chumvi yoyote. Sasa chumvi siku hizi imekuwa ni changamoto sana kiafya. Kama una changamoto za pressure, aisee, katika masuala ya mafuta na masuala ya chumvi, ni heri sana kula ugali kuliko kula wali. Maana ukila wali utakuongezea chumvi na utakuongezea na kiwango chako cha mafuta. Aisee, ni hatari sana. Katika kipengele cha 5 tunakuja kwenye swala la bei. Je, kati ya wali na ugali kipi ambacho kina bei nafuu? Aisee, hapa ugali unashinda. Kilo ya unga sasa hivi nadhani ni 1100 ngapi? Mkoa mimi niliopo ni 1500. Wakati wali ukienda mpaka 2500 mpaka 3000. Wali ule mzuri. Kwa hiyo hapo ugali katika swala la bei na maisha kwa kawaida, ugali hapa ni mshindi. Katika kipengele cha 6 nataka niangalie upatikanaji. Sasa hichi ni kipengele cha muhimu kabisa. Iko hivi, ili niweze kupika ugali, naweza nikapika kutumia dona au kutumia sembe. Lakini pia naweza nikapika wali kupitia wali wa brown au wali mweupe ambao mweupe unapatikana siku hizi kila siku, kila sehemu. Sasa hebu angalia, kutokana na kiafya, wali wa brown ni bora mara 10 zaidi kuliko huu wali mweupe.
Lakini pia ugali wa dona ni bora mara 10 zaidi kuliko huu ugali mweupe sembe. Hasa iko hivi, nikisema leo hapa nizunguke sokoni nitafute dona, nitaipata dona mapema tu. Lakini nikisema nitafute wali wa brown, aisee, ni mbinde kuupata. Na najua hata wewe mwenyewe hata hujawahi kuona mpaka leo, lakini upo kabisa. Na masokoni, baadhi ya masoko yale upo unauzwa, au supermarket pia zinapatikana, lakini ni wali ambao upo. Na wali huu wa brown unapatikana baada ya kuchukua ile mpunga, alafu ile ganda lake likatolewa bila kuchakatwa sana ili kuweza kuwa mweupe. Fanya hivi, chukua ile mpunga ule, alafu ubandue ile ganda lake. Utaona ule wali ndani una rangi ya brown, sio rangi nyeupe. Sawa, lakini pale unapopitiwa kwenye mashine na kuchakatwa sana inakuja rangi hii nyeupe ambayo ni hatari kweli kweli. Lakini ugali huu wa dona unapatikana baada ya kuchukua ile mahindi bila kuyakoboa. Ukiyakoboa inakuwa ni hatari zaidi, lakini inapokuwa inasagwa tu inakuwa ni vizuri zaidi, na ndipo unapopata unga huu wa dona. Hasa hapa mshindi tunampa ugali, kwa sababu huu ugali huu wa dona unapatikana kirahisi, siwezi kuhangaika sana kuupata. Naweza nikakushauri kama unataka kupunguza uzito, ugali huu sembe unaweza usiwe option nzuri sana, au hata huu wali mweupe unaweza usiwe option nzuri sana. Lakini hivi ambavyo vimekobolewa hivi ambavyo vya brown ndio vinaweza vikawa vizuri zaidi kuliko hivi vya chini ambavyo vina changamoto vimekobolewa. Katika kipengele cha 7 na cha 8 nitazungumzia vitamini pamoja na virutubisho, madini, minerals zinazoweza kupatikana kwenye wali na ugali. Je, kipi ambacho kina virutubisho vingi na madini mengi na vitamini nyingi? Hasa hebu nisikilize kabisa. Wali na ugali vyote ni vyakula vya wanga, lakini nakwambia hivi, hakuna chakula chochote duniani ambacho eti chenyewe kina kirutubisho kimoja tu. Mimi ni wanga au mimi ni protini, haina madini, haina vitamini, hakuna. Vyakula vingi vina mrundikano wa vitu vingi ndani yake, na utaenda kuelewa vizuri ninavyoenda kukwambia. Tunapozungumzia kwenye masuala ya vitamin, ugali unashinda ukiwa na vitamini nyingi zaidi kuliko wali. Katika ugali mahindi ninapata vitamini nyingi kama vile vitamini B1, B2, B3, B5, B6, napata folate, napata vitamini C, napata pia provitamini A, E1, K1, lakini B ndo zikiwa kwa wingi zaidi. Lakini pia katika kipengele cha madini kuna madini na virutubisho vingi zaidi kwenye ugali kuliko kwenye wali, ambapo hasa vilivyopo kwenye ugali: phosphorus, magnesium, manganese, zinki, copper, chuma, selenium, lutein, potassium, zeaxanthin pamoja na antioxidant nyingine nyingi zaidi. Lakini tunapokuja upande wa pili kwenye wali wenyewe, kuna vitamini pia vipo, lakini sio kwa wingi kama kwenye ugali. Hasa kuko na vitamini B zikiwa zipo nyingi pia, lakini sio nyingi kama za kwenye ugali. Lakini pia manganese humu ndio yamo mengi sana kwenye wali, magnesium pamoja na phosphorus. Kwa hiyo nitakapokuwa ninazungumzia chakula ambacho kinakuwa kimesheheni, ni ugali umesheheni sana kuliko wali. Japo wali na ugali vote vina virutubisho vingi, lakini bado kuna upungufu wa virutubisho ambavyo vinaweza vikapatikana kwenye vyakula vingine. Nikupatie mfano mzuri, mihogo. Mihogo yeye ana wingi, ni bosi wa madini haya matatu: potassium, copper pamoja na manganese. Kwa hiyo ninaweza nikachanganya mihogo kwenye mahindi na kufanya ule ugali ninaopika uwe una madini na virutubisho na vitamini vingi zaidi, mara 10 zaidi hata kuliko wali. Lakini changamoto kwenye wali, siwezi kuchanganya. Au kuna watu wanachanganya wali na mtama, sijawahi kuona, lakini ugali unaweza ukachanganya. Kwa hiyo kufanya wali, kama una changamoto ya kitu fulani, inaishia hapo hapo, siwezi kuzidisha zaidi. Twende katika ya 11 ambayo ni protini. Je, katika robo ya ugali ninapata protini kiasi gani mole? Na katika robo ya wali je? Sikia kwa makini. Japo hivi ni vyakula vya wanga, vina kiwango pia cha protini kidogo. Protini yake sio nyingi kama ya nyama au ya maziwa, lakini na yenyewe pia si haba, ina kiwango cha protini. Na mwenyewe unafahamu maisha yetu ya bongo huku, sio kila siku utaweza kupata protini menyama hii marage na nini uweze kula, si ndio? Muda mwingine tunakuwa hatuli balance diet. Je, kati ya wawili nani ana protini kwa wingi? Hapa iko hivi, katika robo kilo ya ugali tunapata protini 5 mpaka 8 gram. Lakini pia katika robo kilo hiyo ya wali tunapata kiwango cha protini kilichopo ni 6 mpaka 9 gram. Ni kama vile vinakaribiana kabisa hivi, lakini hichi ni kiwango kidogo cha protini, na ndio maana tunasisitiza uendelee kupata protini kwenye vyakula vingine kama maharage, ambacho kinakupatia protini sio 6 mpaka 9 gram, hapana. Chenyewe kinakupatia protini 23 gram, lakini robo ya nyama ikikupatia 60 gram za protini. Lakini pia katika kipengele cha 12 nataka nizungumzie kiwango cha maji. Vyakula vyote hivi vya wanga vina kiwango cha maji kikubwa zaidi. Sasa utakapolinganisha kiwango cha maji kinachopatikana kwenye wali na kwenye ugali, vinakaribia kabisa kulingana, lakini anayeonekana ambaye yuko juu kidogo zaidi ni ugali. Kwa hiyo kwa wale ambao sio wanywaji sana wa maji, ugali unaweza kuwa ni option nzuri zaidi. Katika kipengele cha 13, sasa hichi ni cha muhimu kweli kweli. Hapa nitazungumzia magonjwa. Imeonekana mara nyingi
nyingi ulaji wa wali unapelekea magonjwa mengi, sana sana magonjwa haya matatu: presha, sukari na magonjwa ya moyo, na kuongeza wingi wa mafuta ndani ya mishipa ya damu. Na unajua hasa hii ni kwa sababu gani? Sababu kubwa ni kwamba wali mwingi unaopatikana kila sehemu, aidha ni pilau ambao si nzuri kabisa. Unaweza ukacheki katika video hii nimeelezea kwa kina namna gani ambavyo pilau ina changamoto katika mwili. Lakini pia wali mwingi ambao unapatikana ni wali mweupe, ambao huu wali mweupe ni wanga ambayo ni mbaya. Unapokula hii wanga inabadilishwa kutoka kwenda kuwa wanga kwenda kwenye mafuta ambayo yanarundikwa ndani kwenye mishipa ya damu, kwenye kuta za moyo, na kufanya mtu apate changamoto hizi za sukari na changamoto za moyo. I say ni hatari kwelikweli. Lakini upande wa pili, ugali pia utakapoliwa katika namna ya sembe utaleta changamoto hizi vile vile. Lakini angalau kidogo kwenye ugali tuna mtetezi wetu ambaye ni dona. Okay, ngoja nikupatie hii story ambayo mimi mwenyewe binafsi ilinishangaza sana. Mwaka 2021, mwaka 2022 tulikwenda huko ndani Dodoma, kuna vijiji fulani huko ndani. Lakini pia kuna kijiji kingine Mahenge huko Morogoro. Huko tulifanyia uchunguzi wa watu kwa pima pressure zao. Majibu yalikuja kwamba hivi, wanakijiji wale mule ndani kijijini wengi wana changamoto za pressure. Na tukashangaa, sisi tulijua ya magonjwa ya pressure yanapatikana kwa watu ambao wako mjini au watu ambao wanaishi kibosibosi, wale wanakula minyama sana, mpaka huku kijijini kipo. Lakini baada ya kufanya uchunguzi tuligundua kwamba changamoto kubwa zinazofanya wale watu kule kijijini wapate magonjwa hayo ya pressure sana sana ni ulaji wa vitu hivi vitatu. Sukari kwenye chai, walikuwa wanaweka sukari nyingi sana kwenye chai. Lakini pia walikuwa wanakula sana vyakula vilivyokobolewa, sana sana wali na ugali, sembe na wali mweupe, ambao hivi vilikuwa vinaleta sana magonjwa haya ya pressure. I say ni hatari, mimi mwenyewe nilishangaa. Okay, sasa hapa ndio mwisho wa video hii. Wewe mtazamo wako unaniambiaje kutokana na maisha yako uliyoishi na namna ulivyokula wali na ugali? Wewe unaona kipi ambacho ni bora kwako zaidi? Ni wali au ni ugali? Hebu niambie chini kwenye comment hapo pia. Lakini pia katika video hii nimezungumzia mabadiliko mazuri yatakayotokea mwilini endapo kama utaamua kuacha sukari. Lakini pia magonjwa mbalimbali kwa mwanadamu, kuna video hizi unaweza ukaenda ukazicheki pia. It's Dr. Daniel here.